The students, accompanied by their parents, received medical treatment at Chepkigen Hospital in Keses constituency, Uasin Gishu County. Unable to stand for long periods due to bruised knees, the students from Songoliet Secondary School claim that they were allegedly assaulted by a teacher. Alituuliza swali ya setbook, sasa hatukujibu swali. Akatutoa nje mara ya kwanza, akatukimbiza. Akasema tukimbie. Alafu ya pili tena akaingia akatuuliza, hatukujibu tena. Akatutoa nje, akatuambia tutembee kwa magoti, kwa kokoto. Parents, shocked by the severity of the punishment, stormed the school demanding action. Mimi niletuma mtoto shule asome, sikutuma akuje kama ameumia. Na sioni kama hiyo ni mzuri, sioni kama ni solution mzuri ya kupea punishment watoto. Hatutakataa ati watoto wasipatiwe punishment wakifanya makosa shule, but punishment kama hii yenye watoto hata kutembea ni vigumu, inakuwa vibaya. Funza watoto ndio wawe na uwezo kwa kujibu maswali, but now you are forcing them to answer something they don't know, which means there's a problem. Jiangalie kama mwalimu. The parents now want the Teacher Service Commission TSC to take action against the teacher who punished the learners and the principal. Efforts to get a comment from the principal of Songoliet Secondary School were unsuccessful. Pia tulijaribu kumfikia mwalimu mkuu wa shule huo kwa kupigia simu, lakini vile alikuwa na respond, hakurespond kwa njia mzuri. Tunasikia tena kuna watoto wengi wenye wako kwa madarasa wenye walifichwa huko ndani wajatolewa. So tulikuwa naomba director, tumeongea na director wa education, amesema wako committing kwa hiyo shule. Tunataka tuwaambie atoe watoto wenye wako huko ndani wakuje watibiwa. The students were treated and discharged at a health center in the area. The parents have since filed a report at Cheptiret police station. So I want to assure the parents who have reported to the police that they be patient